Watu waliomo katika kitabu hiki naam, ni watu ambao wanastahili kukumbukwa katika nchi, sio katika nchi tu, katika dunia. Ndio kabisa, kwa wote wale wanaosoma Kiswahili na wasiojua Kiswahili. Ndio, kwa sababu kwanza Kiswahili kimeunganisha watu wengi duniani. Ndio. Nitakupeni hadithi moja. Nilialikwa mkutano fulani Bayreuth University Ujerumani. Ndio. Wakati wa mapumziko tunakunywa chai, nikawasikia wazungu wawili wanaongea kwa Kiswahili. Ndio. Kilichonishangaza mimi ni inakuwaje wazungu wawili wamekutana wanazungumza kwa mazungumzo yao wanawasiliana kwa Kiswahili. Ndio. Na wakiwa Ujerumani. Mimi nikauliza, wakaniambia bwana, mimi Mrusi, sijui Kipolish. Huyu mwenzangu ni Mpolish, hajui Kirusi. Hatuwezi kuwasiliana kwa namna yoyote. Lugha ambayo inaweza kutusaidia sisi katika mawasiliano yetu ni Kiswahili. Mkaona hii ni ajabu kubwa kwamba wazungu wanawasiliana kwa kupitia lugha ambayo si ya Kizungu. Lugha yenyewe ni Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili ni lugha ambayo imekuwa kwa nguvu sana. Ndio. Na waandishi wake inabidi wakuzwe na watukuzwe. Ndio. Kiswahili kinafaa kipewe heshima yake, na kukiweka Kiswahili katika kumbukumbu kama hii na kuzungumza jua kuwemo katika, wazungu wanasema in flight magazine, yale magazeti yaliokuwa ndani ya ndege au ndani ya treni na nini, ni heshima kubwa sana kabisa. Kiswahili kina heshima yake ya namna pekee yake. Naam, kabisa. Watu wengine inawezekana kwamba hawajui, lakini sisi tunaandika kwa Kiswahili tunajua heshima ya Kiswahili, kwa sababu mara nyingi huwa ninafuatwa nyumbani na watu kutoka nchi mbalimbali ambao si wa Afrika, ni watu wa nje kutoka bara la Afrika. Wananifuata nyumbani kuja kusikia mnasema nini kuhusu Kiswahili na maendeleo yake, na kunieleza jua namna gani wanaheshimu lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo hiki kitabu ni mchango mkubwa sana katika kuendeleza Kiswahili pamoja na mengine yote. Kuna wengine siku nyingi sijawaona katika nani ya Kiswahili, lakini kuna watu lazima tuwape heshima yao katika kuendeleza Kiswahili. Watu kwa mfano Mama Koro, Martha Koro, watu kama Martha Koro, Bwana Mtembe nasikia yuko sijalikosea kuona, sorry. Watu kama Bwana Mtembe ambao wanakitangaza Kiswahili dunia nzima kwa heshima na adabu kabisa. Kwa hivyo sina zaidi ya kusema zaidi haya, lakini hapa nilipoangalia hiki kitabu, mtu wa kwanza kumwona nikaiona hii picha ya kwanza, nikamuuliza, nimemuuliza nani unamjua huyu kwenye hiki kitabu ni nani? Huyu anaitwa Gora Haji Gora. Ni mtu ambaye hajawahi kuingiza mguu wake katika shule, lakini ameikuza nchi kabisa, na nchi zinazozungumza Kiswahili dunia nzima kabisa bwana. Kwa hivyo watu kama hawa wanafaa waheshimiwa. Na wenzangu nilikuwa ninawaambia hapa, katika mikutano kama hii, inapokuwa mikutano ya Kiswahili, tukimaliza huwa kinaundwa kikundi kidogo hivi cha kuwatembelea watu ambao sasa hawajiwezi, lakini umetoa mchango mkubwa sana katika Kiswahili. Sawa. Mmoja Mzee Hamisi Akida, watu kama Mzee Hamisi Akida na wengineo. Asante sana. Mzee Shapu, umezungumza vizuri sana, umetoa mifano mizuri sana, ile ya Ujerumani na hii ya Zimbabwe, na maelezo yako kwa kweli ni mazuri sana. Umetaja mambo mawili hapa, pamoja na maneno yote mazuri uliyotaja. Moja, umemtaja Martha Koro, sijui kama unafahamu, tayari amekwisha tangulia mbele za haki. Na umemtaja Mzee Gora Haji marhum, yule aloandika Kimbunga. Amefanya kazi kubwa. Umesema kwamba mwenyewe alikuwa anajiita zero form, yeye hajakanyaga mguu shuleni kabisa.
lakini yeye ndo ameandika kitabu kibora kabisa cha Kimbunga. Na mimi nitanukuu walau beti moja hapa ambaye aliwahi kusema, Kimbunga mji wa Siu kilichowahi kufika, si kwa huyu wala yule, ilikuwa patashika, iliingua mibuyu, minazi kunsurika, nyoyo zilifedheka. Kwa hiyo amezungumza huko habari za matorori, makwama yakavuruga, lakini vibanda vya maskini vikabaki havikung'oka na kadhalika. Kwa hivyo umemtaja mtu ambaye namhusudu sana kusema ukweli, mzee Shafi. Asante sana mzee Gora Haji. Mimi nampenda, wewe namhusudu, mimi nampenda. Baraza la Sanaa, UAVITA, PATA ndio majukumu yao, lakini kutokana na sababu mbalimbali hawakufanya au hawajafanya, na hatuna hakika kama walikuwa na mpango wa kufanya vitu hivyo. Sasa wao kaamua kwamba kama watu hawajaamua, mimi nimeamua. Kwa hiyo ukafanya hii kazi ambayo ni mwanzo mzuri sana. Hii ni juzuu la kwanza, nadhani itakuja la pili, la tatu. Angalau naiweka Tanzania au fasihi ya Tanzania katika ramani ya dunia kwa namna fulani. Sasa hii vyombo ambavyo kodi yetu inaviendesha, natumaini na vyenyewe vitajifunza, vitapata somo fulani kwamba hii kodi haiwezi kufanya kitu kama hiki. Maana wewe una promoter, unakuza Kiswahili, unakuza waandishi. Sasa unakuzaje? Unanua shangingi au unafanyaje? Kwa hiyo Tanzania bado tuna utata katika masuala haya, kwamba hii kazi yetu wakuzaji wa Kiswahili ni nini hasa, vyombo vya wananchi ambao vinatumia kodi ya wananchi. Sasa wewe ni mtu binafsi, alikuwa jukumu lako kwa hakika, ungeweza kuendelea na shughuli zako za vitabu, maisha yakaendelea, lakini ukaamua kwamba hili jambo litakiwa lifanye, kuna pengo, kwa hiyo acha nilifanye. Kwa mimi nakushukuru kwamba umeonyesha mfano na njia. Sasa kama wengine wataifuata, hilo ni swala ninalowaachia wenyewe. Niende kwa mgoda wa kigoda cha Profesa Mwalimu Nyerere katika lugha ya Kiswahili, ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya taaluma za Kiswahili na mjumbe wa Al-Karan, sio? Ambaye kwa kweli bwana, inatajwa kwamba wewe ndio binadamu unayetembea angani zaidi kuliko binadamu mwingine kukipeleka Kiswahili. Inaweza kuwa rubani anatembea zaidi angani, lakini wewe kwa Kiswahili kukiuza na kukipigania, inatajwa kwamba ndio binadamu unayetembea zaidi angani kuliko binadamu mwingine yoyote aliwahi kutokea katika karne ya 21 kwa ajili ya kwenda kupigania Kiswahili. Sasa Profesa Mtembe, kimetukusanya kitabu hiki, na wewe imekuwa ndoto zako sana. Sisi wanafunzi wako umetufundisha madarasani na tunakuona kivitendo ukipambana na lugha hii ya Kiswahili na fasihi. Tuna nyaraka moja muhimu sana katika historia. Sijui kama Profesa, kitabu hicho sasa umepewa, na hili jambo lilisubiri miaka mingi mpaka leo kitabu hicho kuwa mikononi mwako. Kama kuna waraka ulikuwa unakosekana baada ya vitabu vitukufu, basi kingine kinaweza kuwa ni kitabu hiko. Sasa hebu sema kidogo kuhusu kitabu chenyewe hiko, lakini thamani hiyo katika fasihi ya Kiswahili na duniani kusema kweli, na pengine nchi ifanye nini vitu vya namna hii vipatikane, na hawa wanaofanya wa nchi watazamaje? Karibu Profesa. Naam, asante sana, nakushukuru sana Bwana Majid. Lakini namshukuru zaidi Bwana Amos, alinipigia simu leo kama saa 4 hivi kwamba tafadhali ni muda mfupi, lakini ukiweza uje. Nikamwambia nakimbia kwenda ubalozini kuchukua visa ya kwenda kwenye kongamano la Kiswahili. Nikibahatika kurudi mapema takuja moja kwa moja. Hivi natokea ubalozi wa. Na hatuna shaka kwamba umebahatika. Nimebahatika sana. Na mimi wamenipendelea kwa kweli. Wamenipa visa ya miaka 2. Nikasema Mungu mkubwa. Mpaka mwaka 28. Sasa aliponiambia juu ya kitabu hiki, nikasema hiki kitabu sio tu ni lulu imeteremka hivi. Ndio. Lakini kitu ambacho Tanzania kwa hakika, kama angekuwa ni waziri anasikia jambo hili, waziri wa elimu, hiki ni kitu muhimu sana sana sana. Kwanza katika chuo zimepitishwa program mbalimbali. Ndio. Bahati nzuri program ya Kiswahili kuhusu historia ya fasihi ya Kiswahili
imekubalika. Ndio. Kwa hiyo hili ni kitabu ambacho itakuwa ni muhimu sana kwa washika dini. Hiki ni kitabu kama cha Injili hivi. Mwalimu sana anatumia kitabu kadogo kama ka Injili hivi na Azimio la Arusha, sio ni bato yake. Kitabu kama hiki kitakuwa ni kama Injili. Tulikuwa tuna kitabu kimoja ambacho amekihariri Flavia na Roberto ni wa Italiano. Ndio. Sura yake ya kwanza, kitabu kikubwa kidogo. Sura ya kwanza ameandika Profesa Mlokozi akizungumza juu ya historia ya fasihi ya Kiswahili. Na hapo ndio anawataja kwamba itakapotokea kokote ulimwenguni tunazungumza kuhusu fasihi ya Kiswahili, yako majina ambayo hatuwezi kukwepa kuyataja, na ameyataja mle ndani. Sasa ametaja majina machache ambayo ndio msingi. Hapa ukupata majina ya watu hawa ni 25. Ni kitabu kimoja muhimu sana, na mimi nampongeza sana Ape na kwa ujumla, lakini Hermes mwenyewe. Kitabu hiki wala si cha Tanzania peke yake. Kama nilivyosema, katika historia ya ufundishaji wa fasihi ya Kiswahili, tunapoanzia hapa tunaruka mpaka Italy kwa Bertoncini, kwa sababu mwaka 68 yeye alianzisha ufundishaji wa kipekee kwa kutumia vitabu vya Kiswahili kufundisha somo la Kiswahili. Anachukua kitabu cha Kiswahili kama hivyo hivyo. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla na wote waliosoma Kiswahili huko Ulaya wamepitia kwa Bertoncini. Na kwa hapa Tanzania hawa wote walimwangu kwa kweli. Wengine darasani kabisa, wengine kwa kufuatilia na kadhalika, wengine darasani kabisa. Kwa hivyo kitabu kama hiki, Mzee Shafi hapa amezungumza juu ya Bayreuth. Ni kitabu muhimu sana sana kitakachotumika kwenye mkutano ule wa kila mwaka wa Bayreuth. Kila mwaka ndio. Lakini kitabu ambacho kitatumika kule Berlin, ambao walikuwa na wafundishaji wa kwanza wa Kiswahili. Kwa sababu pia wale wamebobea kwenye fasihi. Sasa hiyo ni Ulaya. Sijasema juu ya Amerika. Na sasa hivi kuna wimbi jipya la Asia, hasa China. Wameanza kwa bidii kubwa kufundisha lugha na fasihi ya Kiswahili. Naona vitabu. Kwa hiyo ukikuta kitabu kama hiki, maana yake kinamchochea msomaji asome juu ya huyu nani Gora Haji, hivi ana vitabu gani, atafute vya Gora Haji. Huyu nani Shaban Robert, hivi vitabu gani, hivyo hivyo. Kwa kila sura moja hapa ina msululu wa vitabu nyuma yake. Kwa hiyo ni kitabu ambacho tunaweza tukakiona ni kidogo hivi, lakini ni kizito na kikubwa kweli kabisa. Kwa hiyo nitaka niseme kwamba nampongeza, lakini zaidi kuwaheshimu na kuwaenzi hawa ambao wanatupatia sauti kwa kweli ya kukuza fasihi na lugha ya Kiswahili. Asante Profesa. Sasa na mambo mawili kwako Profesa. Moja, wewe ni mkurugenzi wa Taasisi ya Taaluma za Kiswahili TATAKI, na ni mtu ambaye tunakufahamu. Ragba na tajiriba yako ni kubwa katika lugha hii na fasihi ya Kiswahili. Unajipa wajibu wowote kwenye hiki pale Taasisi ya Taaluma za Kiswahili? Tukusikie pengine. Unajibebesha wajibu wowote katika jambo hili pale Taasisi ya Taaluma za Kiswahili? Kwanza hili ni bao na mimi nataka kunukuu maneno ya Hermes. Akasema kwa hakika hii ni kazi yako mwenyewe. Maana yake nini? Hii kazi ingetakiwa kutolewa na Taasisi ya Taaluma za Kiswahili. Kwa sababu ndio taasisi inayoendesha Kiswahili. Lakini sisi kama taasisi, hili ni jambo ambalo kama nilivyosema mwanzoni, ni somo muhimu sana. Kwa hiyo kitabu hiki yani kimeshanunuliwa tayari. Ni kitabu muhimu sana sana kwa wanafunzi wetu sasa na baadaye. Lakini jambo jingine ni kwamba kitatambuliwa na chuo, kwa sababu sisi tutakibeba. Ni vile tu kwamba naye anakwenda huko Italia. Lakini ni kitabu ambacho leo kingekwenda Sabasaba, akingeuza sana kibanda chetu. Kibanda cha chuo. Kila mtu ambaye anapita kuangalia hiki kitabu, hawa kila nani, sawa, hawa ndio magwiji wenyewe. Angevutiwa sio kitabu hiki pekee, kama nilivyosema nyuma ya hawa wote, kuangalia vitabu vya hawa. Kwa sisi kama taasisi, kwanza tunampongeza. Lakini tunasubiri hiyo siku ambayo tutaweza kukipigia debe zaidi pale chuoni. Sawa. Na kukitangaza zaidi. Nafahamishwa kwamba kutakuwa na uzinduzi rasmi ambao utafanyika Paris, Ufaransa, lakini nafahamu baada ya Paris hapa nyumbani kutakuwa ni namna fulani ya kukitambulisha. Sijui kama itakuwa katika Taasisi ya Taaluma, taasisi yako, ama kitatambulishwa wapi, lakini tunatarajia kuna jambo fulani utalifanya Profesa Mtembe. Sasa ukipeleka zaidi kwa mimi na kofia nyingi, ila hapa sasa tuna mkutano mwingine unafanyika kuhusu ukoloni na ubada ukoloni katika fasihi. Ukirejelea, wazee wangu wanafahamu ule mkutano wa Makerere ambao ulianzisha kwamba
lugha ya fasihi ni ipi. Na ambao hata Kezilaba alizungumza wakati fulani akisema amekutana na mtu anasema hivi, na wewe ni mwandishi kwani unaandika lugha gani? Sasa hapo unatafuta nini? Yani sasa wewe unatafuta nini? Unaandika kwa Kireno na Kifaransa. Kwa hiyo kuna huo mkutano mwingine utafuata wa fasihi ya Kiafrika. Lakini sasa kama nikizungumza kama kamishena wa kamisheni ya Kiswahili ya Afrika ambayo nimeanza mwezi wa 4, itakwenda mpaka miaka 4 ijayo. Hiki ni kitu ambacho lazima tukizindue kule Addis Ababa. Hongera kwa kutujua. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Hata kuja kuchora sasa illustration kwa ajili ya vitabu hivyo vya kwao waandishi hao. Ndio. Sasa fikiria unaambiwa sasa unawachora wao wenyewe wote. Chore Mama Liama, mchora Mzee Shafi. Kwa hiyo unachora mzuri sana. Na ndo ugumu wenyewe ulipo sasa. Kwenye kumchora mtu portrait yake unahakikisha unamchora vizuri zaidi. Kwa hiyo lilikuwa fursa kwangu kubwa kabisa. Kwa miaka 35 nimechora cover na vitabu zaidi ya 300-400. Ndio. Lakini hichi kilikuwa kina upekee kwa sababu ulikuwa unasoma tu mwandishi nani alafu unachora vya ndani. Lakini hii sasa unamchora yeye ili watu wamuone, wamjue. Na wengine mimi hata kwa uso nilikuwa sijakutana nao. Kwa hiyo unachora huku unachora picha kwa picha. Na zinaongezeka kila siku. Anakutumia tuongeze na huyu, unamjua huyu, namjua. Lakini sijamuona. Mimi kukuletea picha yangu sio? Ipo njiani inaonekana. Si amesema kuna hivi ninavyofuata. Kwa kwangu mimi ni fahari kubwa. Ndio. Fahari kubwa kuwepo kwenye sehemu ya watu hawa muhimu sana kwa nchi yetu. Unakiona kitabu hiki kwenye maktaba za dunia ama unadhani kitaishia Tanzania? Kabisa, kwanza kina upekee. Unaona mtu anaona picha 25. Lazima aanze hapa kwanza. Na uhakika watu wengi wamewasoma lakini hawajawahi kuwaona kwa sura. Kwa sababu mara nyingi kwenye vitabu anaandikwa tu mwandishi fulani. Inawekwa cover nyingine na kila kitu lakini haiwekwi picha yake. Ndio. Unaona. Kwa hiyo angalau hapa sasa kila mtu atamjua mtu aliyekuwa anampenda kumsoma lakini na picha yake atakuwa anaifahamu. Sawa, tuende kwa ndugu wa Hamie, mmoja kati ya wawakilishi, tusikie maoni yenu. Hamie Rajab, mmoja kati ya watu walifanya kazi kubwa sana miaka ya mwanzo. Wamefanya filamu, wamefanya vitabu, wamefanya vitu vingi sana. Alikuwa ni mpambanaji kusema kweli, mwongozaji na hivi na hivi. Ni kweli. Ulipopata mwaliko kwamba kuna kazi hii uje kuishuhudia na ukakuta nduguyo amehifadhiwa hapa, babako mzazi yuko hapa, amehifadhiwa hapa, ni mtu ambaye ameweza kufikiri kwamba wako watu wa thamani kwenye nchi hii, lakini kama vile wametupwa tu, na kuwapa thamani pamoja na mambo mengine, kuanzia katika kutengeneza nyaraka muhimu zinazodumu kama hizi. Amefanya mambo mengi, mkurugenzi wa APE na APE yenyewe kama kampuni, wewe unafahamu vizuri. Lakini hatimaye kupata kitabu hiki, ulitoka na machozi ama ulipata furaha? Overjoy. Nilifurahi sana. Nilifurahi kwanza mara baada ya kufika hapa. Kwa siku manake mwaliko wenyewe ulikuwa ni ghafla na sikujua ni kitu gani. Lakini mara baada ya kufika nikakuta kina Mzee Shafi, kina Mapene na Mwando, kwamba hii sio sehemu yangu. Hii ni sehemu ambayo yeye mwenyewe ndio angepaswa kuwepo hapa. Na kisa Mungu amemchukua ndio kama wawakilishi. Lakini nimefurahi Bwana Hemis juu. Ndio. Kwa katika kutengeneza kitabu. Sio tu kwamba baba yangu ameenziwa peke yake. Ndio. Ni kuwaenzi waandishi wote. Kitu ambacho mzee alikuwa anakizungumzia sana. Sisi lini tutapata tunaandika tu, lakini sisi tutaishi katika nchi mara kwa mara. Na alikuwa ni mtu mwenye kujali sana Kiswahili. Sisi tumepata tabu sana kwenye Kiswahili. Mimi nanda habari, wewe njoo hapa. Sio habari, sema habari. Alikuwa ni mtu very sensitive katika Kiswahili chake. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba faida ya kitabu hiki ninavyokiona kwamba tumezungumzia kwenye SGR, kwenye mabasi, kwenye ndege, kama kitakaa hiki nadhani kinaweza kaamsha watu kupenda kusoma vitabu. Kwa sababu utamaduni wa kusoma vitabu sasa kwa sehemu kubwa umepotea. Watu mara nyingi sana kwenye TV, sisemi kama TV mbaya, sisemi kwenye si mbaya, lakini wanetu au vijana wetu wa sasa hivi wako sana kwenye kusoma
mambo mitandao tu hivi, lakini vitabu hasa si sana. Sasa vitabu hivi kitabu hiki kama kitakaa katika sehemu kikisoma, mtu anasema huyu mzee Shafi ni nani? Anakuta hebu kweli nifuatilie vitabu vyake, inaweza kawa chachu kwake kusoma. Na kama itakwenda nje ya nchi, watu kimefika nje ya nchi, wanakuta watu wanataji kwa vitabu kia, wanasoma habari zao, wataka kujua hivi mtu kaandika kitabu hiki na hiki na hiki na hiki, hebu tusome. Kwa ile taratibu za kusoma, mapenzi ya kusoma vitabu inaweza ikarudi kama zamani, kwa sababu miaka hiyo labda tulikuwa tunasoma sana vitabu kwa sababu hatakuwa na vitu vingine kama sasa. Lakini utamaduni huu umepotea sana sasa hivi. Sawa. Lakini Mwenyezi Mungu akijalia, labda pengine hili inaweza ikarudi kwa nguvu ya kitabu hiki. Miaka ya 75 pale tunafahamishwa kwamba palifanyika mageuzi ya idadi ya watu wanajua kusoma na kuandika. Kutoka mwaka 61 15%, mwaka 75 ikapinduliwa ile. Yes. Na sasa hivi watafiti wengi wanasema kwamba watu ambao hawana uwezo wa kusoma palipoandikwa idadi kama inaongezeka. Sijui kwa nini. Lakini tulifundishwa sisi na wazee wetu kupenda kusoma, na njia pekee ya kupata burudani na taarifa ilikuwa ni vitabu. Ukuwa na uchaguzi.